katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa. Nakukaribisha katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletwa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God hapa Lare. Tukaribishe mtazamaji wetu kwa makofi, sangwe na vigelegele. Katika kipindi kilichopita, siku ya Friday, katika kipindi kilichopita tulijifundisha mapenzi ya Mungu, na tukaona si kila mtu aniambia Bwana atakaingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Leo tunataka tuweze kuangalia sheria ya ondoleo la dhambi katika Agano la Kale. Bila dhambi ilikuwa inaondolewa. Dhambi haiondolewi kwa mapenzi ya mwanadamu, bali dhambi inaondolewa kwa mapenzi ya Mungu, na ni Mungu mwenyewe alipanga jinsi atakavyoondoa dhambi ndani ya moyo wa mwanadamu. Lakini mwanadamu alichukua jambo hili ni kama lake, akajaribu kuondoa dhambi yeye mwenyewe. Na leo tunataka tujifundishe sheria ya ondoleo la dhambi katika Agano la Kale. Tunaona vile dhambi ilikuwa inaondolewa katika Agano la Kale, na vile dhambi iliweza kuondolewa katika Agano Jipya. Tunasoma kitabu cha Mambo ya Walawi, Mambo ya Walawi 4 mstari wa 27 mpaka 31. Maandiko inasema, na mtu yote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kusudia na kufanya neno lolote katika hayo Bwana alisulia yasifanywe, naye akapata hatia, akiyulishwa hiyo dhambi yake aliyoifanya, ndipo ataleta mbuzi mke mkamilifu awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Naye ataweka mkono wake kichwani mwake hiyo sadaka ya dhambi, na kuisinja sadaka ya dhambi mahali pa sadaka ya kuteketezwa. Kisha kuhani atatoa baadhi ya hiyo damu yake na kwa kidole chake, na kuitia katika pembe za madhabahu ya kuteketeza, na damu yake yote ataimwaga chini ya madhabahu. Kisha atayaondoa mafuta yake yote kama inavyoondolewa katika sadaka za amani. Kisha kuhani atateketeza juu ya madhabahu iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana, na kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake, naye atasamehewa. Haleluya. Katika Agano la Kale bila dhambi ilikuwa inasamehewa. Maandiko inaonyesha wazi mtu katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kusudia na kuyulisha dhambi yake aliyoifanya, alikuwa analeta mbuzi mke mkamilifu awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya, na ataweka mkono wake juu ya kichwa cha mbuzi aliye hai. Maana yake kuweka mkono ni kuhamisha dhambi inaenda kwa mbuzi, na uhai wa mbuzi unaingia kwa mwanadamu, kwa sababu jambo la kufahamu ni ya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti. Watu wengi hawaelewi, nafikiria mshahara wa dhambi ni kutubu, kuomba msamaha, kujitakaza. Lakini kulingana na Biblia inaeleza katika kitabu cha Warumi 6 mstari wa 23 inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Na ndio huyu mwanadamu akiruhusu dhambi yake analeta mbuzi mke mkamilifu awe matoleo kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Atakuwa matoleo kwa njia gani? Huyu mbuzi atalipa mshahara wa dhambi ambao ni mauti. Kwa hivyo akileta mbuzi anaweka mkono wake juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai na kuungama dhambi zake, na yule mbuzi atabeba uovu wa huyo mtu aliyefanya dhambi, na ataishinja. Katika mstari wa 29 inasema, naye ataweka mkono wake kichwani mwake hiyo sadaka ya dhambi,
na kuisinja sadaka ya dhambi mahali pa sadaka ya kuteketezwa. Kwa hivyo ataweka mkono wake juu ya kichwa chake hiyo sadaka ya dhambi na kuisinja sadaka ya dhambi mahali pa sadaka ya kuteketezwa. Haleluya! Ataweka mkono, akiweka mkono atashinja hiyo sadaka ya dhambi mahali pa sadaka ya kuteketezwa. Ni wapi sadaka ilikuwa inatolewa? Nataka tuweze kuelewa, mpendwa mtazamaji, na hapa kanisani katika hema takatifu kulikuwa na madhabahu. Kuna madhabahu mahali ambapo sadaka ilikuwa inateketezwa. Na nataka tuongee katika Agano la Kale, vile huyu mwenye dhambi akileta mbuzi, kuhani anapokea damu, anaipaka katika pembe za madhabahu. Damu iliyokuwa inabaki anamwaga chini ya madhabahu. Kwa nini damu inapakwa katika hizi pembe za madhabahu? Kwa nini damu ilikuwa inapakwa katika pembe za madhabahu? Kitabu cha Yeremia 17 mstari wa kwanza, maandiko inasema dhambi imeandikwa katika pembe za madhabahu na katika kibao cha moyo. Yeremia 17 mstari wa kwanza, dhambi ya Yuda imeandikwa kwa kalamu ya suma na kwa insa ya almasi, imesorwa katika pembe za madhabahu zenu na katika kibao cha moyo. Kwa hivyo tunaona hapa dhambi imeandikwa sehemu mbili, katika kibao cha moyo na katika pembe za madhabahu. Hapa kumeandikwa dhambi na pia hapa kumeandikwa nini? Dhambi. So tunataka tuweze kuangalia sehemu hizi mbili, vile dhambi ilikuwa inaoswa, ile imeandikwa katika pembe za madhabahu na ile imeandikwa katika kibao cha moyo. Katika Agano la Kale, huyo mtu ambaye Mungu alikuwa akikaa katika kiti chake cha enzi akisungulia madhabahu, anaona dhambi imeandikwa katika pembe za madhabahu. Akiangalia moyo wa mwanadamu, pia kuna dhambi. So ndio huyu mwenye dhambi akiruhusu dhambi yake, ataleta mbuzi mke mkamilifu awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Na mstari wa 29 inasema naye ataweka mkono kwenye dhambi. Mungu akaangalia kaona kila mtu ambaye ana mbuzi ana maisha, anakufa. Mungu akabadilisha sheria hiyo. Alipobadilisha sheria hiyo, akasema Haruni atakuwa anabeba dhambi ya wana wa Israeli kwa mwaka mmoja. Na ndio maandiko inasema katika Mambo ya Walawi, tunapoangalia Mambo ya Walawi 16 mstari wa 21 inasema, na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao na dhambi zao zote, naye atasiweka juu ya kichwa chake yule mbuzi. Kisha atampeleka aende jangwani na kwa mtu aliyetayarishwa kwa ajili ya kazi hiyo. Mstari wa 22 inasema, na yule mbuzi atachukua juu yake uovu wote atachukua uovu wao wote mpaka nchi isiyokaliwa na watu, kisha atamwacha aende jangwani. Haleluya. Mungu amesababisha sheria hiyo. Sasa dhambi yote ya wana wa Israeli, Haruni ndiye anabeba dhambi ya wana wa Israeli. Makosa ya wana wa Israeli, maovu ya wana wa Israeli, Haruni anabeba makosa hayo, akiongojea tarehe 10 mwezi wa saba. Mwezi wa saba ukifika tarehe 10 analetewa mbuzi. Anapoletewa mbuzi, anaweka mikono yake miwili juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai, anaungama maovu yao, makosa yao na dhambi zao, anaweka juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai. Na yule mbuzi atachukua maovu yao yote na dhambi zao zote, mbuzi atasibeba, na kwa mkono wa mtu aliye tayari, aliyewekwa kwa ajili ya kazi hiyo, ataenda na hilo mbuzi, ataiasa jangwani, nchi ambayo ikaliwi na watu, ataiasa huko. Na yule mbuzi ataweza kubeba uovu wa wana wa Israeli, makosa ya wana wa Israeli, dhambi ya wana wa Israeli, na yule mbuzi ataweza kufa jangwani kwa ajili ya dhambi ya wana wa Israeli. Je, wana wa Israeli baada ya tarehe 11, baada ya tarehe 10 kuisha, tarehe 11 wataendelea kutenda dhambi au wataendelea kutenda dhambi? Bado wataendelea kutenda dhambi. Wakiendelea kutenda dhambi, Mungu anaona Haruni, dhambi ya wana wa Israeli kwa juu ya Haruni. Haoni dhambi ya wana wa Israeli kwa Waisraeli, anaona dhambi za wana wa Israeli juu ya nani? Juu ya Haruni. Kwa hivyo sheria hii iliendelea
Lakini licha ya kweli endelea, kulikuwa na kumbukumbu ya dhambi kila mwaka. Tukiangalia Biblia inasema katika kitabu cha Waebrania 10 mstari wa kwanza, basi kwa kuwa Torati kwa kuwa ni kivuli cha mema yatakaokuwa, wala si sura yenyewe ya mambo hayo, kwa dhabihu zile walizozitoa kila mwaka daima, haikuweza wakati wowote kuwakamilisha wakaribiao. Dhabihu hili ilikuwa inatolewa kila mwaka, bado kulikuwa na kumbukumbu ya nini? Kulikuwa na kumbukumbu ya dhambi. Mstari wa pili nasema, kama ndivyo, je, dhabihu asingekoma kutolewa? Kwa maana wakuduo wakiisha kusafishwa mara moja, wasingejiona tena kuwa na dhambi. Mstari wa tatu, lakini katika dhabihu hizo liko kumbukumbu la dhambi kila mwaka. Walikuwa wanatoa dhabihu kila mwaka, lakini bado kuna kumbukumbu ya nini? Ya dhambi kila mwaka, bado kuna kumbukumbu ya dhambi. Mpaka vile leo watu makanisa wanakusanyika kila siku ya Jumapili, bado kuna kumbukumbu ya dhambi. Wanaenda wanaomba dhambi, wataomba msamaha leo, na ikifika Jumapili bado wataomba msamaha. Haleluya. Amen. Kama vile Haruni alikuwa anatoa dhabihu nyingi kila mwaka na ikuweza kuondoa dhambi. Watu wengi wanafikiria wakiomba msamaha dhambi zao zinaweza kuondolewa, wakimulilia Mungu dhambi zao zinaweza kuondolewa. Njia hiyo Mungu hakuiweka. Hiyo si njia Mungu aliweka ya kuondoa dhambi. Ukiangalia Mungu aliweka katika Agano la Kale, mtu akifanya dhambi ulete mbuzi, unaweka mkono, mbuzi anabeba uovu wako, makosa yako, dhambi yako, huyo mbuzi anasinjwa kwa ajili ya dhambi yako. Mungu akabadilisha sheria hiyo. Nataka uone vile Mungu anaenda akibadilisha sheria ya ondoleo la dhambi, bila aliendelea kubadilisha sheria ya ondoleo la dhambi, bila watu wanaweza kusamehewa dhambi. Aliweka sheria, asema mtu alete mbuzi. Sheria Mungu akaibadilisha, akasema kila mwaka mtaleta mbuzi 2. Haruni atabeba dhambi ya wana wa Israeli na makosa ya wana wa Israeli, ataletewa mbuzi, ataweka mikono yake na dhambi itaenda kwa mbuzi. Yule mbuzi atabeba uovu na makosa na dhambi ya wana wa Israeli. Dhambi hiyo ilikuwa inaoshwa kwa mwaka. Mbuzi ilikuwa na uwezo wa kuosha dhambi ya wana wa Israeli kwa mwaka moja. Kwa hivyo kwa sababu gani mbuzi ilikuwa inaosha dhambi kwa mwaka moja? Mbuzi inaishi ulimwengu wa miaka. Bwana anaishi ulimwengu wa miaka. Kwa hivyo mbuzi na kuhani wakiungana hawawezi kuosha dhambi milele, kwa sababu wako katika ulimwengu wa miaka. Haleluya. Kwa hivyo dhambi ya wana wa Israeli ilikuwa inaoshwa kwa mwaka mmoja. Hebu tuweze kuangalia katika Agano Jipya bila dhambi ilioshwa mara moja na milele. Hebu tuweze kuona katika Biblia Yohana Mbatizaji, Haruni anawakilisha nani katika Agano Jipya, na tuone ni kivuli cha nani? Haruni ni kivuli cha nani katika Agano Jipya? Tufungue Biblia zetu hapa tuangalie kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka 15. Luka sura ya kwanza mstari wa 15. Maandiko inasema, kwa sababu atakuwa mkuu mbele za Bwana, hatakunywa divai wala kileo, naye atayaswa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mamaye. Mstari wa 17 inasema, naye atatangulia mbele zake katika roho ya Eliya na nguvu zake, ili kuigeuza mioyo ya baba kuelekea watoto na kuwatilia wahasi akili ya wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Haleluya. Tuangalie kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 11. Tuone vile Biblia inasema. Biblia inasema, lakini nawaambieni, hayaondokea mtu katika usawa wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, lakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Mstari wa 14, na ikiwa mnataka kukubali, yeye ndiye Eliya atakayekuja. Haleluya. Kwa hivyo hapa tumeona Biblia vile imepangilia vizuri. Haruni alikuwa anabeba dhambi ya wana wa Israeli ya mwaka mzima. Sasa tunaona Mungu amesimamisha Yohana Mbatizaji, na Yesu ameeleza Yohana Mbatizaji vizuri sana. Lakini nawaambieni, hayaondokea mtu aliyezaliwa na wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, lakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Kwa hivyo ukiangalia katika ulimwengu mzima, hakuna mtu aliyekuwa mkuu kuliko Yohana Mbatizaji.
Mtu yoyote aliyezaliwa na mwanamke, hakuna mtu aliyezaliwa na mwanamke aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Lakini Yohana ni mdogo kuliko Yesu Kristo. Aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkuu kuliko yeye. Kwa hivyo Yohana, mbona Yesu anataja Yohana kuwa mtu mkuu? Yohana ni mwakilishi wa mwanadamu. Kwa hivyo watu wote walimwendea Yohana. Hebu tuangalie Biblia katika kitabu cha Mathayo. Tuone vile Biblia inasema. Mathayo sura ya 3 mstari wa kwanza. Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Yudea na kusema, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Yohana alianza kuhubiri nyikani na kuhubiri akisema, tubuni, maana ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya. Yohana anahubiri akisema nini? Tubuni, maana ufalme wa Mungu umefanya nini? Umekaribia. Na tunapoangalia mstari wa 5, ndipo walipomwendea Yerusalemu na Uyahudi na Uyudea wote na nchi zote za kando kando ya Yordani. Mstari wa 6, naye akawabatiza katika mto wa Yordani huku wakisiungama dhambi zao. Nchi zote zilimwendea nani? Haleluya. Mpendwa mtazamaji, nataka uangalie vizuri. Uone hizi zote zimemwendea Yohana Mbatizaji. Walipomwendea Yohana Mbatizaji huku wakisiungama dhambi zao. Kwa hivyo Mungu hakuweka sheria kwamba tukifanya dhambi twende tukaungame kwake. Hapana. Ukiangalia mtu alikuwa anafanya dhambi katika Agano la Kale, analeta mbuzi, anaweka mkono, mbuzi anabeba dhambi zake. Kwa hivyo ukiangalia tena Mungu akabadilisha sheria hiyo, akaweka Haruni. Haruni ndiye anachukua dhambi ya wana wa Israeli. Ikifika tarehe 10 mwezi wa 7, analetewa mbuzi, anaweka mikono, anaungama dhambi zake, anaungama dhambi za wana wa Israeli na makosa yao na maovu yao, anaweka juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai. Sasa Mungu ameweka Yohana Mbatizaji. Alipoweka Yohana Mbatizaji, Yohana Mbatizaji ni mkuu kuliko watu wote waliozaliwa na wanawake. Watu wote wakamwendea. Watu wote walienda kwa Yohana. Hawakwenda kwa Mungu kuungama dhambi zao. Walienda kwa Yohana wakisiungama dhambi zao. Wanapoungama dhambi zao, Yohana anachukua dhambi zao. Lakini Yohana ana uwezo wa kupeana msamaha wa dhambi, bali anakusanya dhambi zao. Na ndio kitabu cha Luka imesema atamwekea watu waliotengenezwa. Yaani ataandaa watu kwa ajili ya Bwana wake. Kwa hivyo watu wote wakamwendea, akawaandaa. Na ndio maandiko inasema atatangulia na roho ya Eliya na nguvu zake, na kugeuza mioyo ya baba kuelekea watoto, na kuatilia akili waasi akili ya wenye haki, na kumwekea Bwana tayari watu waliotengenezwa. Watu waliotengenezwa ni kumaanisha nini? Watu wote watamwendea, na wakimwendea wanaungama dhambi zao. Wakiungama dhambi zao anawabatiza. Wakiungama dhambi zao anawabatiza. Sasa anakusanya dhambi zao, anakusanya dhambi za ulimwengu mzima, kwa sababu hizi zote zilimwendea. Na hizi zote zilimwendea, akasukua dhambi zao. Aliposukua dhambi zao, hii dhambi yao anaipeleka wapi? Yeye hawezi kupeana msamaha wa dhambi. Yohana hawezi kupeana msamaha wa dhambi. Hawezi kupeana msamaha wa dhambi. Hebu tuone Biblia vile inaeleza na vile Biblia sidi kutuelekeza. Tuangalie kitabu cha Mathayo 3 mstari wa 13. Wakati huo Yesu akaya kutoka Galilaya mpaka Yordani kwa Yohana ili abatishwe. Unaona, watu walitoka hizi zote kando kando ya Yordani wakimwendea Yohana ili wakisiungama dhambi zao anawabatiza. Tunaelewana? Sasa Yesu ametoka Galilaya ameenda mto wa Yordani ili abatishwe. Yesu anaenda kuungama dhambi? Yesu ako na dhambi? Yesu hana dhambi. Haleluya. Na ni akina nani wanamwendea Yohana wakisiungama dhambi zao? Ni wanadamu wenye dhambi. Mbona Yesu sasa na yeye amemwendea Yohana Mbatizaji? Je, Yesu kuna dhambi anaenda kuungama? Kuna dhambi Yesu anaenda kutubu kwa Yohana? Kuna dhambi Yesu anaenda kupelekea Yohana? Hapana. Wanadamu wote walimwendea Yohana huku wakisiungama dhambi zao, kwa sababu wanadamu wote ni wenye dhambi. Wakaenda kwa Yohana, na Yohana ndiye mwakilishi wa wanadamu. Hakuna mtu aliyezaliwa na wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Tunaelewana hivyo? Kwa hivyo huyu mkuu kuliko watu wote wakaenda kwake wakiungama dhambi zao. Wanapoungama dhambi zao, Yohana anachukua dhambi zao. Naye Yesu ametoka Galilaya akienda katika mto wa Yordani ili abatishwe. Haleluya. Nini Yesu anaenda kufanya? Nini Yesu anaenda kufanya katika mto wa Yordani? Mstari wa 14, lakini Yohana alitaka kumsuilia, akasema, mimi nahitaji kubatizwa na wewe waja kwangu? Yesu alipomwona Yesu akamwambia,
Sasa Yesu, sasa unakuja kwangu mimi nikubatise? Mimi ni mwana wa mwanadamu, mimi ni mwanadamu mwenye dhambi, wewe ni mwana wa Mungu, mbona unakuja kwangu? Unakuja kwangu nikubatise? Mimi nahitaji kubatishwa na wewe. Yohana anaanza kuambia Yesu, anazulia Yesu, unakuja kwangu nikubatise? Mimi sitahili kukubatisa, mimi nahitaji kubatishwa na wewe kwa sababu ni mtakatifu, mimi ni mwanadamu mwenye dhambi. Lakini Yesu akajibu akamwambia, kubali hivi sasa, kwa kuwa ndivyo itubatavyo kutimiza haki yote. Ndipo akakubali. Haleluya, amen. Yesu akaambia Yohana, kubali hivi sasa, maana ndivyo itupasavyo kutimiza haki yote. Basi akakubali. Wakati Yesu alipobatizwa na Yohana alipoweka mikono hivi kwa Yesu Kristo, dhambi yote ya ulimwengu ilihama ikaenda kwa Yesu Kristo. Vile Haruni alikuwa anaweka mikono, dhambi inahama inaenda kwa mbuzi, hivyo hivyo Yesu alipowekelewa mikono na Yohana Mbatizaji, dhambi yote ya ulimwengu ilihama ikaenda kwa Yesu Kristo. Sijui kama dhambi zako zilikuwepo. Haleluya, amen. Sio mpendwa mtazamaji, kama dhambi zako zilikuwepo. Kama dhambi zako zilikuwepo, basi dhambi yako ilihama ikaenda kwa Yesu. Yesu ambaye kujua dhambi akafanya dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yesu hakujua dhambi, hakutenda dhambi, lakini alikuja akafanya dhambi kwa ajili yetu. Kwa hivyo Yesu hakusukulia dhambi msalabani. Dini inafundisha Yesu alisukua dhambi pale msalabani. No, Yesu alisukulia dhambi katika mto wa Yordani. Walipokutana na Yohana Mbatizaji, na Yohana Mbatizaji akaweka mikono juu ya Yesu Kristo, dhambi yote ulimwengu ilihama ikaenda kwa Yesu Kristo. Hebu tuone Biblia ikithibitisha jambo hili ili uweze kuwa na hakika na neno ambalo ninalolizungumza hapa. Tuangalie sasa, Yesu amekwisha kubatishwa. Kesho yake Yohana wakakutana na Yesu. Kesho yake akamuona Yesu akija kwake, akasema mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kesho yake Yohana alipomuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Tayari Yohana ameshaonyesha watu wote Yesu ni mwana-kondoo wa Mungu ambaye amebeba dhambi ya nini? Ya ulimwengu. Jana walikutana, akamubatiza, akaweka dhambi zote za ulimwengu juu yake. Sasa kesho wakakutana na Yohana Mbatizaji. Walipokutana akasema namna gani? Tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Haleluya, amen. Siku ya pili yake, siku ya kwanza Yesu amebatishwa, ameshachukua dhambi ya ulimwengu. Siku ya pili Yohana alipomwona Yesu anakuja kwake, akasema tazama mwana-kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Haleluya, amen. Dhambi yako yote Yesu alichukua akiwa mwana-kondoo wa Mungu. Hii ndio habari njema ambayo inafaa kufikia mpendwa mtazamaji, ya kwamba Yesu Kristo alibeba dhambi zako. Amen. 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 Na kutoka hapo unafaa uwe na hili neno ndani ya moyo wako, ya kwamba dhambi zangu zote zilifanya nini? Yesu alibeba. Haleluya. Amen. Angalia hili neno kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 2 mstari 24. Yeye mwenyewe alizisukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tukiwa hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake tumeponywa. Yesu alipokuja akachukua dhambi zetu mpendwa. Alipochukua dhambi zetu, maandiko inasema yeye mwenyewe alizisukua dhambi zetu. Si ya kwamba atachukua, alishachukua dhambi zako. Shida ni ya kwamba ujui Yesu alichukua dhambi zako. Na Mungu amenituma kwako leo nikwambie Yesu alichukua dhambi zako. Amen. Hauna dhambi tena. Kulingana na hili neno la Mungu, una dhambi ama una dhambi? Kulingana na hili neno, dhambi zako zote Yesu alichukua. Haleluya. Na alipochukua dhambi zako akasema namna gani? Yesu alipokuja akabeba dhambi zote. Tunaona maandiko inasema kitabu cha Waebrania 10 mstari wa 10, maandiko inasema katika mapenzi hayo tumepata utakaso kwa kutolewa mwili wa Yesu Kristo mara moja tu. Haleluya. Mstari wa 11 inasema na kila kuhani simama kila siku akifanya ibada na kutoa dhabihu zile mara nyingi ambazo siwezi kabisa kuondoa dhambi. Dhabihu zile kuhani alikuwa anatoa kila siku, asikuweza kuondoa dhambi. Lakini huyu alipokwisha kutoa dhabihu, alipokwisha kutoa kwa ajili ya dhambi dhabihu moja idumuyo hata milele, aliketi mkono wa kulia wa Mungu. Huyu alipokwisha kutoa dhabihu moja inafanya nini?
Lakini Yesu alipokwisha kutoa dhabihu moja inayodumu hata milele, dhabihu aliyotoa inadumu hata milele. Haleluya. Amen. Yesu alitoa dhabihu moja inayodumu hata milele. Alitoa dhabihu kwa ajili ya dhambi, dhabihu moja inayodumu hata milele. Na alipokwisha kutoa, maandiko yanasema mstari wa 14, maandiko yanasema maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Mstari wa 17, maandiko yanasema dhambi zao na uasi wao sitakumbuka tena kabisa. Yesu alibeba dhambi zao na akafia dhambi zao na akatoa dhabihu moja inayodumu hata milele. Kwa hivyo kutoka hapo maandiko inasema dhambi zao na uasi wao sitakumbuka tena kabisa. Kwa nini dhambi zako haikumbukwi tena? Kwa sababu Yesu alibeba dhambi zako na akatoa dhabihu moja inayodumu hata milele. Haleluya. Mstari wa 18, basi ondoleo hayo likiwepo, hapana toleo tena kwa ajili ya dhambi. Kezo abangwana byugire yote kwa mwana gika katika ndobo aye wa wisia. Hiyo dhabihu iko na hakuna ingine itakayotolewa kwa ajili ya nini? Ya dhambi. Yesu aliweka full stop. Hakuna dhabihu nyingine. Dhabihu niliyotoa kwa ajili ya dhambi imetosha. Nimetoa dhabihu moja inayodumu hata milele. Hata milele. Na akasema dhambi zao na uasi wao sitakumbuka tena kabisa. Haleluya. Dhambi zako zote zilioshwa. Kitabu ya mwisho ambao nataka upokee ndani ya moyo wako na uelewe hiki kitabu vizuri na ukipokee ni kitabu cha Wakorintho wa pili 5 mstari wa 21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya dhambi kwa ajili yetu ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyejua nini? Dhambi. Mungu alimfanya dhambi ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa hivyo mimi ni haki ya Mungu kupitia Yesu. Sina haki kwa sababu nimetenda matendo mazuri. Nilitenda dhambi zote, maovu yote. Yesu akakuja akasukua dhambi zangu. Baada ya kusukua dhambi zangu, akanipatia haki yake. Ndio mimi ni mwenye haki. Ndio mimi ni mtakatifu kwa sababu nimetakaswa. Haleluya. Niko na wokovu hautokani na matendo yangu, unatokana na neema na imani iliyokuja na Bwana wangu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji, Mungu akubariki sana kwa muda huo ambao Mungu ametupatia kushiriki neno lake. Tushukuru. Mtakatifu mkombozi wetu Yesu Kristo, tunakushukuru, tunakuinua, tunakupa sifa kwa sababu ya neema na fadhili zako unazidi kutufunulia kila kisa. Asante kwa sababu ya kufunua siri hii ambayo imefusika miaka na miaka ya kwamba dhambi zetu zote zimeoshwa. Tumeishi maisha ya kuona sisi wenye dhambi kwa sababu hatujawahi soma neno hili, lakini Bwana majeshi, kuna mpendwa umefunulia siri hii bila ulimifunulia, umemfunulia ya kwamba Yesu Kristo alikuja ulimwenguni na akabeba dhambi zetu zote, akafanywa dhambi ili sisi tupate kwa haki yake katika yeye. Asante kwa upendo mwingi uliodhihirisha kwa sababu dhambi zetu zote zimeoshwa. Bwana majeshi, uone dhambi zetu tena na umeahidi ya kwamba dhambi zetu na makosa yetu utakumbuka tena kabisa. Pokea sifa na utukufu kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Mpendo wa Mungu akubariki kwa muda umeshiriki pamoja nasi, na tusiwe endelee kusupport hiki kipindi na tuzote na jinsi kujitolea kwa sababu ya hiki kipindi ili tuweze kuendelea kuhubiri zaidi na zaidi. Mungu akubariki. Amen. Tulia
kabisa katika kipindi zetu za siri ya msamaha wa dhambi, ukiletewa na Pastor Ibrahim kutoka kanisa ya Righteousness of God Ministry. Na maandiko inasema, heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala akusimama katika njia ya wakosaji, mbali sheria ya Bwana ndiyo impendezaye. Na atakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, ambao huzaa matunda yake wakati wake, na lolote ufanyalo litafanikiwa.